ninasema ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema ndio. Imba pamoja na mimi, ninasema ndio, ninasema ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema ndio, ninasema Baba, mimi ninasema tena ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, mimi ninasema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione mtu mmoja mwenye amani aweke mkono mmoja juu namna hii, alafu na mkono mwingine tena ongeza, alafu mchapie Bwana makofi na vigelegele. Amen, 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 amen. Wow, kuna mtu mmoja pale ana amani. Bwana Yesu asifiwe. Nina dakika chache sana za kusema na wewe au ujumbe wa Mungu kwako. Majina yangu ni Kulwa Elifazi John. Na kabla sijaendelea, nipende kumshukuru sana Mungu kwa sababu ya hii nafasi aliyonipa mimi kuwepo hapa na kusimama, lakini pia nimshukuru kwa ajili yako wewe ambaye leo umepata nafasi na umekuwepo katika ibada. Lakini pia nishukuru ofisi ya mchungaji kwa sababu ya nafasi ambayo nimeipata ya kusimama mbele ya madhabahu hii kusema au kunena neno la Mungu. Kama unaandika, somo ni tambua nguvu ya muda na majira ya Mungu. Tambua nguvu ya muda na majira ya Mungu. Kama unaandika, tambua nguvu ya majira na muda wa Mungu. Tambua nguvu ya muda na majira ya Mungu. Nadhani inakaa vizuri. Tukianza muda na majira inakaa vizuri. Kwa andika muda na majira ya Mungu. Tambua nguvu ya muda na majira ya Mungu. Umemaliza mtumishi? Na dakika chache sana, kwa hiyo inabidi uwe sharp. Mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Kwa hiyo inabidi uwe kidogo faster kwenye kuandika. Tatumia reference point Deo. Kwa hiyo Deo akimaliza na ashumu wote mmemaliza. Deo umemaliza? Bado. Tambua nguvu ya muda na majira ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wana wa Mungu, Mungu huwa ana muda wake wa kutenda na huwa ana majira yake ya kutenda. Sio kila wakati unaofikiri wewe Mungu anafanya kazi kwenye kile ambacho wewe unakitaka kwa wakati wote ambao wewe unautaka. Kuna muda na majira ambayo Mungu au neema ya Mungu hutembea juu ya watumishi wake. Inaweza ikawa ni wewe leo, lakini kesho akawa ni mwingine, kesho kutwa akawa ni mwingine. Kwa hiyo kuna majira na muda wa Mungu kusema na wewe, kusema na maisha yako. Shida huwa inakuja ni kwamba sisi tunampangia Mungu muda mwingine wa kutaka aseme na sisi, na wakati Mungu ametupa ratiba nyingine ya yeye kutaka kusema na sisi. Kwa hiyo tunachengana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usinielewe vibaya, na naamini tu utanielewa. Sikiliza, kuna majira ambayo Mungu anahitaji na huwa anakutaka kuwa katika nafasi fulani, ili katika majira hayo na nyakati hizo Mungu watende na afanye katika maisha yako. Lakini isivyo bahati ni kwamba Wakristo wengi katika majira na nyakati hizo
ambazo Mungu anahitaji kuwa katika nafasi fulani ili yafanye juu ya maisha yetu, huwa hatupo katika hizo nafasi katika hayo majira, na tunafikiri kwamba katika majira fulani ndio tunatakiwa kuwa katika hizo nafasi. Kumbe hamna. Majira na muda wa Mungu. Tambua nguvu ya majira na muda wa Mungu. Ukipanga muda wako tofauti na muda wa kimungu, umepeshana na gari na mshahara. Ndio maana kuna wakati mwingine unaweza kukaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu bila matokeo. Shida sio pepo, shida ni hii. Shida ni kwamba umepishana na muda na majira ya Mungu. Wakati ambao Mungu alikuhitaji wewe katika nafasi fulani haukuwepo. Afu katika majira ambayo wewe ndio unataka wewe katika hiyo nafasi, Mungu hayupo katika wakati huo. Sio hayupo, yani hayupo kwako ili kutenda kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inatakiwa tutambue ni majira gani na muda gani Mungu atatuhitaji kuwa katika nafasi fulani ili Mungu afanye. Amen. Amen. Tusome kitabu cha Isaya 42:19 na ule mstari hadi wa 20. Isaya 42:19 hadi 20. Tuwe faster kidogo, muda ni mchache, afu mambo ni mengi na inabidi nifundishe na nihubiri pia. Kitabu cha Isaya sura ya 42 mstari wa 19. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu, au aliyaye kiziwi kama mjumbe wangu ni mtumaye? Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Ni nani aliye kipofu kama mtumishi wangu? Ni nani aliye asiyekuwa na sikio hasikii kama mtumishi wangu? Sikiliza. Amen. Mtumishi, Mungu akubariki. Anachokisema hapa, au Mungu anachokisema hapa ni kwamba anajaribu kueleza kwamba katika majira ambayo yeye huwa anawataka watu wake kuwa katika nafasi fulani, wale watu huwa hawapo. Ndio maana anasema, je, ni nani ambaye ni kiziwi kama mtumishi wangu? Na nani ambaye ni kipofu haoni kama mtumishi wangu? Katika majira na nyakati ambazo namhitaji awe sehemu fulani, huwa haoni kama namhitaji awe hapo. Katika wakati ambao natakiwa nimsikilizishe awe katika nafasi fulani, huwa hasikii kama natakiwa kuwa katika sehemu hiyo. Kwa hiyo nani ambaye ni kipofu na kiziwi kama mtumishi wangu? Mungu anasema na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nani aliye kiziwi kama mwenye amani? Mwenye amani manake ameokoka kama wewe, manake taifa la Israeli, manake ni wewe sasa. Mungu anakurejelea wewe ambaye ni Mkristo, si aliyeko nje. Hii haikusemwa kwa ajili ya ambao hawajaokoka. Hii ilisemwa kwa ajili ya waliookoka na wanamjua Mungu. Kwamba ni watumishi wangu lakini hawasikii na ni vipofu, hawaoni. Kwa sababu hawajui na hawatambui majira gani na muda gani mimi Mungu wao ninatakiwa kuja katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kutambua majira na muda wa kimungu ni silaha mojawapo ya hekima ya kimungu kukufanikisha. Kutambua muda na majira ya kimungu ni silaha mojawapo ya hekima ya kimungu kukufanikisha. Kwa hiyo anayetambua majira na muda wa kimungu, huyo ana hekima. Na kwa sababu ni hekima, hii ni silaha ya Mungu kukusaidia kufanikiwa. Katika kitabu cha Mhubiri sura ile ya 8 na mstari wa 5. Mhubiri 8:5. Mhubiri 8:5. Fasta kidogo. Mhubiri 8:5 inasema, ndio, aishikae amri hatajua neno baya, na moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu. Wow. Moyo wa mwenye hekima hujua wakati na hukumu. Ambaye ana hekima ya kimungu hutambua ni wakati gani Mungu anamhitaji asimame katika nafasi ili Mungu watende. Kwa sikiliza, kutambua majira na muda wa kimungu ni silaha ya hekima ya kimungu ambayo unatakiwa uwe nayo ili Mungu akusaidie kuvuka, ili Mungu akusaidie kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja naona kama vile hataki kuelewa. Utaelewa kwa jina la Yesu. Kwa sababu adui pia katika mambo kama haya, yeye huwa anatamani, yani kile ambacho hakilengi sana katika namna ya kukujenga ndicho ambacho anataka ukisikilize zaidi. Katika wakati huu unashangaa mtu eti analala. Waise, katika jina la Yesu hamna kulala na unasikiliza. Na itakusaidia kwa jina la Yesu. Kutambua muda na majira ya kimungu. Sikiliza, kuna majira aina 3 ya kimungu. Majira aina ngapi? Aina ngapi watumishi? Mbona huko hatusemi? Kuna aina ngapi za majira? 3. Sawa watumishi? Si ndio?
Sisi darasani ulikuwa kama usemi unasimamishwa wewe kwanza useme, si ndio? Aina 3 za majira ya kimungu. Aina ya kwanza ya majira ya Mungu ni muda wako. Andika hivyo hivyo. Aina ya kwanza ya majira ya Mungu ni muda wako. Muda wako. Yaani muda wako, kwa maana ya kwamba haya ni majira ambayo Mungu anakupa wewe kujiandaa. Sikiliza, katika Biblia ambapo Mungu anawaahidi wana wa Israeli, au ambapo Mungu aliwaahidi watumishi wake, aliwapa muda wa kujiandaa kuja kupokea neema ya kimungu. Kwa hiyo haya majira au muda wako ni majira ambayo Mungu anakupa ujiandae kwa ajili ya neema ambayo anaileta. Amen. Amen watumishi. Ni majira ambayo Mungu anayaleta ili ujiandae uwe vizuri kuipokea baraka na neema ya Mungu ambayo hapo mbele anakuja kuileta katika maisha yako, kama ambavyo ahadi yake inasema katika Biblia. Kwa hiyo haya majira usipoyatumia vizuri katika kujiandaa, jua kabisa hata wakati wa neema ya Mungu inapokuja katika maisha yako, hautapokea sawasawa na vile ambavyo ulitarajia au ambavyo ingekuwa, kwa sababu haukujiandaa vizuri, haukutambua majira ya kwako kujiandaa kwa ajili ya kupokea neema. Sikiliza, Mungu, baraka yoyote ile ya kimungu huwa inaambatana na wewe. Yaani hakuna baraka yoyote ya kimungu juu yako ambayo wewe hauhusiki.